wa siku ya Bwana ya 6 kabla ya Pasaka yenye kichwa kinachosema Mungu hutushindia majaribu. Tuanze ibada takatifu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tusikie zaburi yetu itakayosoma na mkuu wetu wa jimbo. Karibu. Tunasoma ile Zaburi ya 30 mstari ule wa 8 hadi wa 12. Zaburi ya 30 mstari ule wa 8 hadi wa 12, tutasoma kwa kupokezana. E Bwana, nakulilia wewe, naam, kwa Bwana naliomba dua. Mna faida gani katika damu yangu? Nitakapo tuoni maadui yatakaza kweli yako. E Bwana, usikie unirehemu. Bwana uwe msaidizi wangu. Unigeuza matanga yangu kuwa mchezo, uniinua kulia kukatika furaha. Wote ili utukufu wangu kusifu, wala usinyamaze. E Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Amina. Tuketi tuimbe wimbo wa kitabuni, tumwabudu Mungu wetu 86. Baada ya hapo tutaendelea na liturujia yetu ya leo. Nyimbo zetu ni nyimbo zile za mateso. Tuimbe kwa kuchangamka kabisa, tukimwangalia Yesu katika hali ya mateso yake. Roho yangu tua hapa, roho yangu tua hapa, mlimani pa Golgotha, angalia tendo hili, afanyalo falme kuu. Amevutwa na upendo kuacha enzi yake. Amevutwa na upendo kuacha enzi yake. Yesu alivyo atupenda, twaona msalabani, maumivu hatamaza ya makosa yapata. Kufa kwako kunivute, nife pamoja nawe, mwili
331. Tuombe. Tusimame. Mungu wa neema, umetupa akili tukujue wewe, na mioyo ili tukupende wewe, na sauti ili tuimbe sifa zako. Twakuomba utujaze na Roho wako Mtakatifu ili tuweze kuadhimisha utukufu wako na kuabudu katika roho na kweli, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Bwana Mungu wetu yuko hapa, yuko pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tusikilize jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Tusome wote zile amri. Mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ikumbuke siku ya Bwana uitakase. Waheshimu baba yako na mama yako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wake, wala ng'ombe wake, wala chochote alicho nacho. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Tukisema kwamba tuna dhambi, tujidanganya wenyewe, wala kweli imo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumuungamie Mungu dhambi zetu. Lile ungamo la kwanza. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimekasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyokuu unihurumie na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Ee Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, ametuhurumia akamtoa mwana wake wa pekee afie msalabani, na kwa njia ya kifo chake tumesamehewa dhambi zetu zote, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Antifoni na Zaburi ya mateso. Kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Kwani Yesu alikuwa ndiye hata mauti, na mauti ya msalaba
tuokoe, uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Tutakiane amani kwa kuimba fungu moja, mahali ni pazuri. Pungia mikono birani. Tusikilize aya ya siku, nayo inasema, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Tuombe. Bwana Mungu Baba wa mbinguni, uliyemtuma mwanao duniani ili angamize utawala wa shetani na kutulinda na yule mwovu, tunakusihi utulinde katika majaribu yote na kutupa roho yako ili tumshinde shetani kwa neno lako, kwa yeye Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Somo letu la pili linasomwa na yule aliyeandaliwa kutoka kitabu cha Yakobo, waraka wa Yakobo kwa watu wote, mlango wa kwanza 12-18. Waraka wa Yakobo kwa watu wote, mlango wa kwanza mstari ule wa 12 hadi 18. Karibu. Heri mtu yule astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukabiliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaidia wapendao. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kumjaribu na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini mtu mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa kujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa, huzaa mauti. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu, kushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno lake kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Amen. Neno la Mungu takasa lililotoka mbinguni.
kushika siku zote maishani na kufa. Twakushika siku zote maishani na kufani. Tukiri pamoja imani yetu ya Kristo inayotuunganisha sisi na Ukristo wote ulimwenguni, ile imani ya mitume. Na mwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi. Na mwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka kwa atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo, lilo moja tu, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Asante. Mungu awabariki. Tuketi washirika wetu. Amana,
zote. Ahadi ya Baba atawafanyia mara 100 hapa duniani na baadaye uzima. Amen. Barikiwe sana. Basi tuwapongeze kwa mazito matatu. 1, 2, 3. Barikiwe na Bwana. Tuombee watoto. Karibu watoto tuwaombee. Watoto na kwaya ya kikosi kasi. Njooni wote tuwaombee. Wajawazito karibu. Tunaombea waliozaliwa hata wale hawajazaliwa. Wawe salama matumboni ila pia wawe salama usoni pa nchi. Mtaimba, geukeni kwanza. Mtaimba. Wazazi wa sharika tuendelee kuwaombea watoto ili ni kanisa la leo na la kesho. Wakimjua Mungu, kizazi kitakachokuja kitaendelea kumjua Mungu, lakini pia tunatamani wawe salama, wasifanywe vitendo vya ukatili. Asante sana wazazi, wale ambao wamepakatwa pia wanakuja. Hata wale ambao wako kwenye darasa la kipaimara wale 23. Njooni, wajawazito njooni tuwaombee. Ni safari ndefu, miezi 9 inahitaji hatima njema ya kimungu. Peke yako utaweza. Kuna vitu vingi vinaweza kutokea katika safari ya miezi 9. Tunasimamia Zaburi ya 118 mstari wa 13 nao unasema, ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Wazazi pamoja na watoto turudie Zaburi ya 118 mstari wa 13 nao unasema, ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Turudie. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Zaburi ya 118 mstari wa 13 nao unasema, ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushangilia kwamba umetupa zawadi ya watoto wengi sana katika usharika huu wa Nyami huu. Wengine bado hawajazaliwa. Bwana, tunawaweka wakfu katika matumbo ya mama zao. Tunaweka wakfu Bwana katika safari ya miezi 9 ya ujauzito. Bwana Yesu, wawe salama ndani ya matumbo hayo, hata wakati wa mama kujifungua awe salama. Waondolee Bwana vifafa vya mimba, waondolee vichaa vya mimba. Bwana, watoto wawe salama, wazazi wawe salama, ili Mungu utakapowatendea mema waje madhabahuni pako waseme, huu ni mkono wa Bwana umenishika, huu ni mkono wa Bwana umenitendea haya, huu ni mkono wa Bwana umenifadhili. Ndio maana Daudi anasema, uwe mfadhili wa mtumishi wako apate mema, wenye kiburi wasinionee. Bwana Yesu, tunawaombea wajawazito wote katika usharika huu, washike na kuwatetea. Tunawaombea watoto wao washike na kuwatetea. Tunaendelea kuomba kwa ajili ya jimbo la Magharibi na majimbo mengine yote 7. Tunaendelea kuomba wajawazito wote wa Dayosisi ya Iringa, mkoa wa Iringa, taifa la Tanzania, wawe salama hao wajawazito pamoja na watoto wao wawe salama. Wakati utakapotimia Bwana, waruhusu kujifungua salama, kwa sababu wewe Mungu ni amani yetu. Asante Bwana kwa ajili ya watoto wote ambao wako mahali hapa, watoto wa Dayosisi ya Iringa, mkoa wa Iringa, watoto wa taifa la Tanzania. Tunawaleta mikononi mwako Bwana. Tumeshuhudia vitendo vya ukatili vikiendelea, lakini wewe Mungu wetu ni mchungaji mwema. Wachunge watoto wetu wakiwa nyumbani, wachunge watoto wetu wakiwa njiani, wachunge watoto wetu wakiwa shuleni. Na sasa Bwana, wafundishe neno lako, wafundishe umuhimu wa ibada, wafundishe habari ya kucha wewe, waendelee kuwa na hofu yako Mungu, kuendelea kuitetea imani. Na hawa ndio kanisa la kesho. Bwana, unasema misingi ikiharibika
mwenye yake atafanya nini? Tusaidie wachungaji, wainjilisti, tusaidie walimu wa elimu ya Kristo, tuendelee kuwafundisha watoto hawa habari ya imani, habari ya kujua wewe Mungu, habari ya kupenda wewe Mungu, habari ya kutegemea wewe Mungu. Maana wanapoendelea kutegemea wewe Mungu, unaendelea kuwabariki. Katikati ya watoto hawa Bwana, kuna viongozi wakubwa. Tunawaleta madhabahuni pako, walindwe na wewe, watunzwe na wewe, wapiganie na wewe, waondolee vifo vya mapema, waondolee maradhi, waondolee magonjwa, waondolee misiba na kila habari mbaya, waondolee Bwana. Tunawaweka mikononi mwako, wape kujua wewe, wape kutembea katika kicho chako, neema yako iwafunike na damu ya Yesu ambayo ni zindiko letu, ili wazindike damu ya Yesu, wawe salama leo na siku zote za maisha yao. Kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Baba sikia kuomba kwetu. Amen. Tulieni baba askofu awabariki. Wakina nani wamekuja na sadaka? Hebu tunyoshe wenye sadaka. Mungu anasema tusije hekaluni pake mikono mitupu. Tunapokuja kanisani tuombe sadaka kwa wazazi. Amina watoto. Nyosha mkono wako kulia, mkono wa kushoto weka kifuani, upokee baraka za Bwana. Wengine tuketi, wengine. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa mtaimba wimbo, baada ya wimbo ndipo mtakwenda. Washanika ngine turudi watoto, kikosi kazi, mbaki hapa mnaimba wimbo, alafu tutaenda kwenye darasa letu. Ajiandaa yule wa fungu la 10, ajiandaa yule mtu wa fungu la 10. Wakishaimba watoto wakiondoka, tunakaribisha yule mtu aliyejiandaa kwa ajili ya fungu la 10. Hata mwenyewe kama kuleta taarifa, tutawaombea watu wa fungu la 10.
mapito yangu salama, kuishi kwangu salama, hata kusoma kwangu salama. Kucheza vizuri, kuimba umechangamka. Mungu awabariki sana. Tuwapongeze kwa mazito matatu. 1, 2, 3. Safi sana. Tuendelee kuimba, walimu wetu tuendelee kuwafundisha na nyimbo za noti. Wawe na zote hizo za Bwana Yesu sawa, na za noti ni vizuri sana za kimtendo wetu. Si ndio jamani? Waimbe Bwana usemi yangu na vizuri sana. Mtu yule wa fungu la 10. Mbele endelea. Watu wa fungu la 10 mmejiandaa njoo. Maombi yasikie. Kitabu kile cha Malaki mlango ule wa 10 tashia wa 12 ni neno letu wote ambalo Bwana anatuagiza kufanya kwalo. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote wataiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunasogea mbele ya uso wako, tunasogea mbele ya madhabahu yako. Tunaomba toba na rehema ya kwamba umetualika katika neno lako Bwana kwamba tulete zaka kamili ghalani ili kiwepo chakula katika nyumba yako. Lakini Mungu, mara nyingi tumekuwa wakaidi, tumefanya ndivyo sivyo, tumefanya tofauti na maagizo ya neno lako. Tunaomba toba na rehema. Bwana, umesema hakika hata kwa ajili ya mimea yetu, kwa ajili ya mazao yetu hayataharibika kwa sababu ya kuheshimu wewe Mungu wetu wa mbinguni kwa njia ya fungu la 10. Turehemu Mungu, tunapoona
joto kali, tunapoona ukame, tunashindwa kukumbuka kwamba tumeshindwa kufanya yale ambayo tunatakiwa kuyafanya. Tunabaki kunung'unika tena, tunabaki kulalamika tena. Mungu wa mbinguni tuhurumie na kutusamehe. Tumesahau kwamba wewe Mungu umeagiza ya kwamba tukileta zaka kamili ghalani utafungua madirisha mbinguni na kutumwagia baraka. Unasema mazao yetu Bwana hatapukutisha kabla ya wakati wake kukomaa. Lakini sasa anapukutisha. Tunaomba toba na rehema. Turehemu Mungu, tusamehe Mungu, tuhurumie Mungu. Achilia damu yako ya thamani ikaendelee kunena mema tena. Tukikurudia wewe Mungu, usiache kufungua madirisha mbinguni. Mwangalie mtumishi wako huyu, yuko mbele ya madhabahu yako, amekuheshimu wewe Mungu kwa fungu la 10. Kwa njia kuheshimu wewe Mungu, kwa njia ya fungu la 10. Baba, kuna ahadi ndani ya fungu la 10 kwamba unafungulia madirisha mbinguni na kumwagia baraka. Zile baraka ambazo umeziandaa kumwagia mama huyu, ninakuomba Bwana Yesu, achilia zile baraka, mwagie zile baraka. Lakini kwa njia ya fungu la 10, Baba umesema utazuia alaye wala hata haribu. Bwana Yesu, zuia magonjwa katika maisha yake, zuia magonjwa ndani ya watoto wake, ndani ya familia yake, zuia magonjwa, zuia misiba, zuia vifo, zuia hatari, zuia habari mbaya. Baba yetu wa mbinguni, umesema atakuwa mfano, atakuwa kielelezo. Watu wote watamuita heri, maana atakuwa nje ya kupendeza. Baba, akaendelee kwa nje ya kupendeza. Bariki kazi za mikono yake, bariki familia yake, bariki akiwa mjini Bwana, bariki akiwa mashambani Bwana, bariki akiwa nyumbani Bwana. Umesema Bwana hata kapu lake la kukadia Bwana utajaza. Lakini umesema Mungu mataifa yote watamuita heri. Lakini umesema atakuwa tuno ya kimataifa. Mungu naomba mbariki hata wale wengine yumkini wametenga sadaka zao kuweka kwenye bahasha kama fungu la 10. Watembelee Mungu, watembelee Mungu, watembelee washarika wa Nyamiguu, watembelee watoto wao waliopo mashuleni, watembelee, tembea kwenye mashamba yao, tembea Mfalme wa mbinguni, achilia baraka ya mvua Bwana kwa ajili ya mazao yale ambao wanategemea alizeti Bwana, achilia mvua. Wanategemea karanga Bwana, achilia mvua. Wanategemea nyanya Bwana, achilia mvua. Wanategemea mahindi Bwana, achilia mvua. Wanategemea kuku, wanategemea ng'ombe, wanategemea mbuzi. Mungu vile vinavyofugwa, kila kitu tunauleta usharika huu mbele ya madhabahu yako. Tunaomba baraka kwa ajili yao. Tunaomba baraka kwa ajili ya huyu mtu aliyesimama mbele ya madhabahu yako. Tunaomba baraka kwa ajili ya uzao. Tunaomba baraka za kifamilia. Tunaomba baraka kwa ajili ya mifugo. Tunaomba baraka kwa ajili ya mashamba. Bwana, asiwepo atakayekosa riziki ya kila siku. Fungua milango ya mbinguni Baba, waachilie washarika wetu wawe na riziki ya kila siku, ili waendelee kukutumikia wewe pale ambapo alijisahau. Wakumbushe Bwana kwamba kwa njia ya fungu la 10 Bwana unaachilia baraka. Kama kuna mtu kutoa mavuno Bwana, na wewe Mungu umezuia mvua, tukumbushe Bwana, tukumbushe kwamba tunapoleta sadaka mbele ya madhabahu yako Baba, unafungua madirisha mbinguni, unamwaga baraka za kumwaga tu. Tukumbushe kama mioyo yetu imekuwa migumu kwa kutumikia wewe na mali zetu Baba, tukumbushe Bwana kwamba tukutakiwa kutoa 128,000. Tunahitaji kuongeza zaidi, ili wewe Mungu wetu wa mbinguni uongezeke zaidi kwenye afya zetu. Ongezeka Bwana kwenye kazi za mikono yetu, ongezeka Bwana. Washarika hawa achilia neno lako, wakujue wewe, wakutumikie wewe pamoja na mali zao. Ndipo Mungu utakapofungua madirisha mbinguni na kuwamwagia baraka za kumwaga tu. Usiwapungukie. Tunaweka wakfu katika madhabahu yako takatifu, uwafanye kuwa salama na wabarikiwe na wewe tangu sasa na hata milele. Amen.
Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Umemtolea Mungu, umemgusa Mungu, naye akafungue madirisha ya mbinguni na kukumwagia baraka. Baraka katika afya, baraka katika kazi za mikono yako, baraka kwa familia yako, baraka kwa majirani, baraka kwa usharika, kwa mkoa, kwa taifa. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Leta mkono mama, nenda kamtumikie Mungu kwa furaha. Asante sana, asante sana. Ezi timu, karibu tumwabudu Mungu wetu, tuweze kupokea ujumbe wa siku ya leo. Luka Mtakatifu sura ya 22 mstari tuanze 39 hadi 46. Luka Mtakatifu 22 39 46. Luka Mtakatifu 22 39 hadi 46. Tasoma kama ilivyoandikwa kwa msaada wa Mungu wetu wa utatu. Neno la Mungu linasema hivi: akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, E Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchi. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Amen. Tuketi. Utuwezesha kushinda majaribu, lakini sehemu kubwa nitakaza kwamba tukimtegemea Yesu tutashinda majaribu. Jumatano ya tarehe 5 mwezi wa 3 2025 ilikuwa ni siku ya majivu. Kwa hiyo wangapi walikuja ibadani? Nyoshe mikono walikuja siku ya majivu. Okay, asante sana. Wengine hawataelewa hata kwamba tuko kwa resima kwa sababu hawakuja siku ya majivu. Tangu siku hiyo ya majivu tuliingia katika kipindi cha Kwaresima, kwa Kwaresima, ambapo ni siku 40 za mateso. Siku 40 za mateso na kabla ya kuangikwa Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Siku za huzuni, siku za dhiki, tabu, mateso. Yote haya anayafanya ili kukamilisha mpango wa Mungu wa wokovu kwetu. Hiki kipindi cha Kwaresima, wapendwa, ni kipindi cha kujutia makosa yetu, kipindi cha kuonyesha toba ya kweli, kipindi cha kuomba nguvu ya Mungu ituwezeshe katika kushinda majaribu. Ndiyo maana wapendwa, katika kipindi hiki tunaona hapa mbele katika msalaba wetu tuna alama ya taji ya miba. Katika kipindi hiki rangi inayotawala ni rangi ya zambarau, urujuani. Kipindi cha utulivu, kipindi cha kusameheana, kuchukuliana, kipindi kuwasaidia wenye shida, kipindi cha kupendana, kipindi cha kutafakari neno, kipindi cha maombi, kipindi cha ibada,
Ni kipindi cha kumtazama Bwana wetu Yesu Kristo akiwa msalabani, ambaye anakuja kwetu. Katika neno, katika somo ambalo tumelisoma kwa muhtasari tu, Yesu akiwa sasa ameshaingia katika huzuni, yuko tayari Yerusalemu, ameshakaa na wanafunzi. Yesu macho yake yote anatazama msalabani pale Golgotha, ifikie zamu ya kuangikwa. Ndipo tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo akaenda mpaka mlima wa Mzeituni kama ilivyokuwa desturi yake, na wanafunzi nao wakafuatana nao. Wanaenda katika mlima wa Mzeituni ili kuomba. Katika mlima wa Mzeituni kulikuwa kuna bustani nyingi ambazo zilikuwa zinamilikiwa na watu binafsi. Sasa inaonekana kwamba mahali pale kuna baadhi ya familia walimpa sehemu na Yesu ya utulivu, aombe, atulie mahali pale. Yesu sasa alipokwisha kufika pale mahali pale mlima, katika mlima wa Mzeituni, akawaambia wanafunzi, na wanafunzi nao walimfuata. Akawaambia, ombeni ili kwamba msiingie majaribuni. Sababu alijua kabisa kwamba bila kuomba hakika haikuwa rahisi sana kuyakwepa majaribu. Unapopita kwenye majaribu, kipengele cha maombi, kwanza omba maombi yenye mzigo ya muda mrefu. Unaweza ukafunga, unaweza kuwa na maombi ya nadhiri, ukatoa hata sadaka ya nadhiri. Na kama unataka Mungu ajibu upesi, niwaambie, mfunge kwenye nadhiri. Safari hii katika ulimwengu wa mwili nisingerudi mimi, wangekuwa wameshanizika. Nilipogundua sifuri kama kiongozi, niwaambie, nilipoona nimepigwa lakini hatima yangu ni kaburini, na nimelazwa Muhimbili mwezi kwa jibu ya kuniona. Na madaktari, kitu walichoniambia madaktari kigumu sana, kigumu. Nikamwambia Mungu, unipe nafasi kwa kila namna nirudi kwenye madhabahu yangu, nikaweke nadhiri kwenye madhabahu ya kanisa kuu. Mungu mwema akanipa nafasi hiyo kabla sijaenda India. Baba walikuwa wanasema niende pasoliwa. Nilipofika kwenye madhabahu, nawaambia si kwa mnaisifu, nawaambia sawa Petro. Nikafika kwenye madhabahu ya kanisa kuu, nimepigika, nimekwisha na najua naenda kufa, lakini nikasema kwenye madhabahu ile niweke nadhiri. Nikafika kwenye nadhiri, tuko na mama, nasema Mungu, ukinipeleka kule na kunirudisha, mimi nitafanya 1, 2, 3. Maombi yangu na yasindikiza na sadaka hii. Nikaweka madhabahu. Dereva ananisubiri pale nje, tukaondoka kwenda huko. Kwa hiyo hata ninapotembea huko najua kabisa nimeshajiwekea nadhiri kwa Mungu wangu. Na nilipofika kule sasa ikawa kazi, nimekaa mwezi wa 9 wote hawajagundua shida. Mwezi wa 10 hawajagundua shida. Mwezi wa 11 wakasema wewe urudi ukafe tu Tanzania, ukafe tu. Hakuna dawa ya wewe, urudi tu. Wakati huo nimekwisha kabisa, ni kama nimekufa kabisa. Nimekufa, siwezi kuongea. Huwezi kuamini kwamba unaniona nilibakiwa na uzito wa kilo 35. Nimekufa kabisa, siwezi kuongea, siwezi kufanya kile. Daktari ananiambia, na kule siwezi kukata kwenye kitanda. Siwezi, yaani wamenibeba tu, siwezi kukata kwenye wheelchair. Daktari akaniambia, nenda tu Tanzania, nenda ukafe, hakuna dawa ya wewe, hatujagundua ugonjwa. Ndipo tunafika nje, namwambia mama, lakini naongea kwa shida. Naambia mama, huyo ni daktari, lakini Mungu ana majibu yake. Baada ya siku moja, siku ya pili, Mungu akatoa ufumbuzi. Kumbe katatizo kalikuwa kadogo. Sasa shetani alikuwa amekaficha kapasi fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kusema nini wapendwa? Nataka kuambia ya kwamba
Na mwaka ule nilipotoka hapa tu, mwaka ule kufungua usharika ule, nikadondoka, nikafa kabisa. Miezi mitatu niko ICU, nikapasuliwa kichwa hiki. Nipo kwenye vita, sio mchezo. Ama zake ama zangu. Lakini nataka niwaambie wapendwa, nimemuona Mungu. Mimi sielezi tu kwamba Mungu amefanya, nimemuona. Ule uzoefu ambao wakati mwingine unapita kwenye majaribu ili Mungu akupe uzoefu. Nafikiri ingekuwa mtu unazoeaga shida, lakini hatuwezi kuzoea shida. Kwa hiyo maombi ya nafasi yake. Maombi. Acha kuwasikiliza wanadamu, msikilize nani? Na ukimsikiliza Mungu, upate hata maelekezo kutoka kwa Mungu. Sio kila wakati tunamwambia Mungu, Mungu nipe hili, Mungu nipe hili. Wakati mwingine tulia. Hata masaa 6. Tulia, msikilize Mungu anasema nini. Anaongea Mungu na sisi. Nimemwona Mungu akiongea na mimi. Nimeona Mungu akiongea mambo mengi. Wewe hata ninapokutana na mtu mwingine hivi, Mungu ameshaniambia kuhusu huyo. Oh, Mungu ni mwema. Damu ya Yesu ina nguvu. Yesu ni mwema. Kama si Yesu tungalikuwa wapi? Tuige kwa Yesu, tujifunze kutoka kwa Yesu. Haya. Namna ya kushinda majaribu. Jambo lingine, ishi maisha ya toba. Mithali 24:13, akichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye. Lakini pia Isaya 59:2, maovu yenu ya umewafarakanisha ninyi na Mungu. Hata Mungu sasa hasikii maombi yenu. Kwa hiyo tunahitaji kutubu. Tunahitaji kutubu. Kwa maana katika waraka wa kwanza wa Yohana 1:7 tukisema kwamba tuna dhambi tujidanganya. Isaya 1:18, haya njooni tusemezane, asema Bwana. Oh, ishi maisha ya toba. Kila wakati uone wewe ni mwenye dhambi aliyotubu. Uone ni neema na rehema yake tu. Rehema za Mungu kwamba hakika ni kubwa kuliko unavyodhani. Tambua hivyo. Jambo lingine, unapojaribiwa, yani ili ushinde, ili Mungu akushindie, ukimtegemea yeye utashinda majaribu. Ongeza msuri wa imani. Ongeza msuri wa nini? Amini kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Na katika Ebrania 11 mstari wa kwanza, imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwa, ni baada ya mambo yasiyo amini. Amini. Kesho yako ione hivi kwamba kuna ushindi. Kuna ushindi. Ongeza msuri wa imani. Ongeza msuri wa imani. Unajua Daudi asingeweza kumuua Goliath kama angekuwa hana imani kwamba Mungu anaweza. Ila Daudi alipokabiliana na Goliath ajua kabisa kwamba Mungu wangu ana uwezo, nitamshinda Goliath. Akamshinda. Alimshinda hata kabla hajampiga kwa kombeo. Ile imani ni kitu kikubwa sana wapendwa. Imani ina nguvu. Sawa wapendwa? Imani ina nguvu sana. Sema hili kitu naiweza. Muangalie Ibrahim na Sara, imani yao ilivyokuwa. Hata muangalie Penina mke mwenza wa Hana, imani. Alipokuwa amemimina moyo wake kwa Bwana madhabahuni, ajua siku moja na mimi nitanyonyesha mtoto. Imani. Ongeza msuli wa imani. Katika vitu vya kuomba, ndio maana hata wanafunzi walipokuwa wakiomba wakisema Baba tuongezeni imani. Yesu akasema hata mngekuwa na imani kidogo kiasi ya punje ya haradali, mngeambia mlima huu ng'oke, ungeng'oka. Ingewezekana. Lakini hamnayo hata hiyo. Ndivyo anavyotuona hata leo. Katika vitu vya kuomba, omba imani. Imani wapendwa ni sahani ya kupakulia chakula kutoka kwa Mungu. Omba msuli wa imani. Vitu vingi hatupati kwa sababu
kujawa na imani kubwa. Kuna imani ndogo, imani ya kati na imani kubwa. Omba uwe na imani kubwa, ili mambo mengi uyaone kabla hujayashika, kabla hujayaona. Uyaone kabla hujayaona. Wachache wameelewa hapo. Mungu awasaidie sana muelewe. Amen. Ukimtazama Yesu akihuzunika kwa ajili yako, maana yake kwamba ameyabeba madhaifu yako, amechukua majaribu yako, ambaye ilikuwa ushindo katika majaribu, yamekushindia. Kwa hiyo mtazame yeye kama waliomtazama nyoka wa shaba. Mtazame Yesu akiwa msalabani, akiumia, akipigwa mijeredi. Mtazame Yesu mkiwa msalabani. Unapojaribiwa, wakati wewe unajaribiwa, wewe usianze kushughulika na watu na hivi, macho yako ya rohoni. Mtazame Yesu akiwa msalabani, akilia kwa ajili yako. Yuko uchi mbele ya mama yake na wadogo zake na ndugu na jamaa, anavyotobolewa na mkuki, maji na damu vinatoka. Maneno 7 yote yale yatamke aliyasema akiwa msalabani Yesu, na uone ushindi wa Yesu. Damu ile iliyomwagika pale msalabani ikupe ushindi dhidi ya jaribu hilo. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Sio unajaribiwa afu nakuwa na hasira. Mbona wengine kwenye majaribu ya ndoa tu wamefika mahali pagumu mpaka wameua wenzi wao. Wengine mpaka wamejiua. Nyenye wanaume wenzangu, unajiua kweli kwa sababu ya ndoa? Unaua mwenzako kwa sababu ya ndoa? Hivi leo unampiga mke wako kweli? Leo unapigana kweli? Katika ugonjwa mgumu sana watu wa Mungu wa jamii huu, ugumu nao waumiza na unaua watu katika kauli ya leo, ni hasira. Usengenene, dinalila akali nene, usele mwenene, nene, usele mwenene, unajiumiza mwenyewe tu. Na wataalamu wanasema unapopata hasira pale, unaumiza vitu vingi sana moyoni mwako. Tuache hasira jamani, haitatusaidia. Sawa pendwa? Katika majaribu ambayo huwezi kukwepa kwa haraka ni hasira. Umejibu mara ngapi vibaya mwenzi wako? Hasira. Zamani nilipokuwa nahudumia magereza pale, wengi pale sema, mchungaji niombee mwenzako, nilivunja mkono wa mke wangu. Naambia, kwa nini ulivunja? Baba mchungaji, ni hasira. Mwingine anasema mke wangu aliniudhi, na kuja na mzigo hapo, yeye anasukana tu na mwenzake kibarazani. Sasa nilipoingia ndani nikasema wewe atanikoma. Nikatoka pale nje, nikambeba juu. Wanaume wana nguvu hawa. Nikamtupa chini, nikavunja mkono wake. Ni hasira, na leo niko magerezani. Ni hasira. Umeacha walezi la bana, ulezi kazi, hasira. Baba, tupunguze hasira. Uwe na utulivu. Nasema hivi, unapopita kwenye jaribu, tunda la Roho lionekane. Sawa pendo? Tunda la Roho lionekane. Yaani ongeza upendo, ongeza furaha, ongeza amani, ongeza uvumilivu, ongeza utu wema, ongeza fadhili, uongeze uaminifu. Ongeza upole. Jambo lingine, unapopita, yaani haya nayo waambia wapendwa watu wa jamii, sisemi mambo ambayo sijayatenda. Vitu nimeviona na kujadili. Jambo la mwisho ambayo naita ni hapo mengi sababu ya muda, naomba liwe la mwisho. Jichovye ndani ya damu ya Yesu mara 7. Jichovye ndani ya damu ya Yesu mara 7. Na jichovya ndani ya damu ya Yesu.
Najichovya ndani ya damu ya Yesu yenye ushindi. Najichovya ndani ya damu ya Yesu yenye ushindi. Oh, nilipopigika kweli, hata kuongea siongei. Na waliponiambia hakuna dawa ya wewe unaleta, nikajichovya ndani ya damu ya Yesu Kristo. Oh, najichovya, nikaona ushindi wa mwana kondoo. Upo ushindi. Upo ushindi. Nimalize kwa kusema hivi. Yesu alipitia hatua za maisha yetu. Amezaliwa kama sisi, amejaribiwa, ameteswa. Na alijaribiwa hajatenda dhambi, ili awe mfano kwetu. Waebrania 4:15, Wafilipi 2:7. Kwaresima ni kipindi cha toba. Ni kipindi cha kumuona Yesu akibeba huzuni zetu, akibeba masikitiko yetu, akibeba madhaifu yetu, akibeba magumu yetu. Yale yanayoshindikana kwetu Yesu ameyabeba, mpaka alipofika Calvary, Golgotha, akasema yote yamekwisha. Maana yake sasa amebeba tayari, ameshamaliza madhaifu yetu yote. Wapenda, katika kipindi hiki zipo aina nyingi za kufunga, na maombi ya mfungo ni muhimu sana. Kipindi hiki baadhi ya watu hupunguza milo hata kwa siku. Wapo wanaokunywa chai tu asubuhi mpaka chakula cha jioni, mchana gusi chochote kile, ili kuifanya nafsi idhoofike, roho inenepe. Kipindi wengine wamepunguza matendo fulani kama kuadibisha nafsi na mwili, ili roho kama nilivyosema ifurahi, ikae vizuri, inenepe. Wengine katika kipindi cha Kwaresima wamefunga kavu bila kula wala kunywa chochote. Ni jambo la kumsikiliza Mungu, atakuambia wewe ufunge mfungo gani. Jambo la kuzingatia, hatufungi ili kumshawishi au kumuhonga Mungu, bali tunazitiisha nafsi zetu na mili viungane na roho kumtafuta Mungu. Yesu akiwa katika uchungu uliopitiliza, usiobebeka, ndipo alipozidi kuomba kwa mzigo mkubwa sana. Kwa kawaida tulio wengi, tukiwa na huzuni au tukiwa katika shida fulani, tunashindwa kuomba. Tunakata tamaa na kuishiwa nguvu, kama wale wanafunzi tunaowaona wanalala usingizi, wanashindwa kuomba kwa sababu ya huzuni imewagubika. Msaada wa Yesu ulitoka kwa Baba yake tu. Hata sisi tutashinda majaribu tukimtegemea Mungu. Bwana tubariki sana katika kipindi cha Kwaresima upendo. Bwana tujalie hekima, busara, nguvu, ufahamu wa hali ya juu tunapopita katika majaribu, ituone ushindi wa kweli unatoka kwa Mungu. Majaribu yapo, tutajaribiwa kwa sababu tuko duniani, kwa sababu tuna mili. Ushindi uko kwa Mungu. Tumwamini Mungu, atatushindia majaribu. Tusimame na kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni mwema. Kila mmoja aliyopo hapa unamjua Baba, unamjua fika. Asante Yesu kwa kulinunua kanisa lako kwa damu.
Kanisa hili hujalinunua Baba kwa fedha wala dhahabu, bali umenunua kwa damu iliyomwagika pale msalabani. Kanisa ni lako, litaendelea kuwa lako, na waumini mmoja mmoja hawa ndio kanisa. Unawajua kuliko wao wanavyojijua. Kila mmoja Baba kamfanikishie yale mambo ambayo anatamani 2025 afanikiwe katika maisha yake. Usimuache Mungu wangu, uwe pamoja naye, kwa sababu ushindi uko kwako. Mfanikishie Baba. Unajua yale tunayawaza mioyoni mwetu na yale tunayotamani yawe. Baba, katufanikishie sawa sawa na mapenzi yako. Mungu wetu na Baba yetu, katika 2025 Mungu wetu, usituache, uwe pamoja nasi, uwe pamoja na mama huyu na baba huyu na kijana huyu. Mipango yake iliyo myema inayotoka kwako Baba, ukamfanikishie sawa sawa na mapenzi yako Baba. Baba, usituache wa Tanzania kwa mwaka huu, mwaka wa uchaguzi 2025. Ukatupe amani, ukatupe viongozi wanaotoka katika moyo wako Mungu. Asante Yesu kwamba wewe unatuwazia mema sisi wa Tanzania. Tunakushukuru sana Baba, katika kipindi kigumu hiki ambapo tunatazama mbingu zitoe mvua. Tutendee mema Mungu wangu. Tunajua Baba tumekukosea kwa mambo mengi. Tumesababisha uharibifu katika mazingira. Naomba uturehemu. Tumemwaga damu za watu. Naomba uturehemu Baba. Tumekosana sisi kwa sisi, tumetamka maneno magumu, maneno mabaya. Naomba tusamehe Baba. Tumetamka kwa siri na kwa wazi. Tumekuwa na hila, tumekuwa wachoyo. Utusamehe. Tumekuwa na hasira, utusamehe. Nakuja kwako Baba, naomba tupe mvua njema Baba. Utupe mvua katika mazao yetu. Sisi wa Tanzania ambao asilimia kubwa tunategemea mazao kutoka mashambani, tutaishije bila kuwa na mazao hayo? Utuhurumie Mungu wetu. Nyesha mvua ya wastani. Nyesha mvua itakayokuwa haina madhara wala maafa. Wewe ni mwema. Tumaini letu ni kwako tu Mungu. Baba, ndani ya ibada yawezekana kuna wagonjwa, wahudumie mmoja mmoja, wawe wazima kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wawe wazima. Yule anayeumwa mpe uponyaji hapa. Na yule mwenye changamoto yoyote ile Baba, asitoke ndani ya kanisa hili bila changamoto yake kwa softi. Yesu, shusha nguvu yako ya kimungu mahali hapa kwa damu yako, ili wakuone kwamba wewe Mungu Baba una nguvu, una uweza, una mamlaka na ni mshindi. Asante Yesu kwa wema wako. Katika jina la Yesu Kristo tunajiweka mikononi mwako. Tuketi. Tukimtegemea Mungu tutashinda majaribu. 1, 2, 3. Tuendelee kumtegemea Mungu atupishe na mabaya hayo yote.
mwenye neema na rehema, mmemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate kuhesabiwa haki na kwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya tukuleteayo sasa, na miili na roho zetu viwe dhabihu iliyo hai ya kukupendeza na takatifu machoni pako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Irudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Nipokea kikombe cha wokovu na ulitakasa jina la Bwana. E Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, umenifungua vifungo vyangu. Nitakutolea dhabihu ya kukushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoza kanisa lako takatifu lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni wote. Imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, ikiwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunakuhitaji Mungu wetu, ukae pamoja nasi. Tunaomba uchaguzi ukawe wa amani. Serikali yetu ipe neema, ituongoze katika mema yote. Nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu. Tusipatwe na mabaya. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na tabu. Tujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Tujalie haya Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Shirikiani sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanatimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliokosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na Mungu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Samahani, twende mbele za Bwana tukaombe kwa ajili ya hali ya hewa. Hali ya hewa iwe njema, Mungu atupe chakula, Mungu atupe unono na utele, lakini tuombe toba na rehema. Tulivyopata vingi tukadhani ya kuwa ni mali yetu, kumbe kwa sehemu vilitakiwa vije madhabahuni kuendelea kutunza uhai wa ardhi, lakini haukutunzwa uhai wa ardhi, kwa sababu tulivyopata vingi tukala vyote. Sasa hivi ukame, kama tunavyoona, nchi imekuwa kame, nchi inapasuka, watu wananung'unika, lakini tusisahau kila Mungu, wakati Mungu anatuletea. Nakumbuka tulikuwa tunaenda Idodi, kuna siku gari ilikwama kwa wingi wa mvua. Tumeenda sasa hivi, vile mpunga ilikuwa imelala kwa wingi wa maji, sasa hivi kuna ukame. Hebu jifikirie wewe mwenyewe binafsi, jitafakari. Mwaka jana Mungu alivyokupa vingi, ulifanya nini? Je, ulileta kwa kadri ambavyo Mungu anaagiza? Sehemu ya 10 ulileta? Malimbuko ambayo ni zidiko la vile tulivyonavyo, ulifanya vizuri? Twende mbele za Bwana. Hakika hatukufanya vema, tumefanya vibaya. Karanga tulipata, tulikula zote. Tulipata alizeti, tulikula zote. Tulipata mahindi ya kutosha, tulichota bakuli. Zamani ulikuwa anasema bakuli ya 70, ndivyo tulivyofanya. Mungu aturehemu, ili Mungu aweze kuachilia baraka, afungue madirisha mbinguni tena, aachilie baraka. Leteni zaka kamili ghalani. Hatujafanya hivyo. Sisi wana wako tuko mbele zako, angalia. Sisi wana wako tunatubu kwako, angalia. Sisi wana wako tumetenda dhambi, angalia. Sisi wana wako
kwa unyenyekevu kabisa tuende mbele za Bwana kwa toba. Mungu wetu na Baba yetu, kila mmoja aombe toba, aombe toba, aombe toba. Alipopata kuku hakuleta sehemu ya 10 kwa Bwana. Ghala la Bwana ni tupu, ghala la Bwana ni tupu. Omba toba. Umepata nguruwe, uliuza zote. Ulipata mahindi, ulikula yote. Ulipata alizeti, ulipata kuku, ulikula vyote. Omba toba na rehema
kwenye mashamba yetu, kwenye mifugo yetu, kwenye ardhi yetu. Bwana Yesu, mbingu ambazo umefunga kwa hasira yako, watoto wako tumenyenyekea madhabahuni pako. Tunasema mbele ya madhabahu yako, tunaanza kwa upya kwa fedha zetu, kwa mifugo yetu, kwa mazao yetu. Bwana Yesu, tuhurumie, gairi ghadhabu kwetu Bwana, watoto wetu, waume zetu, wake zetu, gairi, turembwe. Bwana Yesu, nakupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naidi mbele zako kuanza kwa upya kumtumikia wewe na mali zangu. Bwana Yesu, naahidi kwa nadhiri katika madhabahu yako kuanza kwa upya kutumikia wewe na mali zangu. Bwana, utakaponibariki nitakuja madhabahuni pako kwa sauti yangu ya shukrani. Nitakuja madhabahuni pako na mali zangu na ulivyonipa na ulivyonipa. Nitakushukuru kwa moyo wa shukrani. Bwana Yesu, wewe ni Alfa na Omega. Unagairi mabaya, gairi mabaya kwa ajili ya nyami huu, kwa ajili ya jimbo la Magharibi, kwa ajili ya dayosisi ya Iringa, kwa ajili ya mkoa wa Iringa. Gairi mabaya, tunaanza kwa upya, tunaanza kwa upya kwa ibada kamili na wewe Mungu, na wewe Mungu. Watoto wangu ni wa kwako, mume wangu ni wa kwako, mke wangu ni wa kwako. Vile nilivyo navyo ni vya kwako. Pumzi nilionayo ni ya kwako, umenipa wewe. Bwana, nisaidie kuheshimu wewe na vyote ulivyo navyo. Roho yako Mtakatifu, Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Awe mwalimu wangu, neno lako liwe taa ya miguu yangu na mwanga kunimulikia katika njia zangu. Amen. Mpendo, anza kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Anza kwa upya. Nipoangalia mavuno ya nyani huu bado hayakugusa moyo wangu. Anza kwa upya vile ulivyo navyo, anza kwa upya. Pumzi tulionayo ni ya Mungu, tuanze kwa upya. Hali tumepiga magoti, tupokee baraka za Bwana. Pokeeni baraka za Bwana kwa unyenyekevu wenu na kwa utii wenu katika neno na katika maelekezo ya Mungu. Na Mungu aendelee kuwapa neno la hekima na neno la maarifa ili tuguse moyo wa Mungu kwa kipindi hiki ambapo mvua hainyeshi na watu wananung'unika na watu wanalalamika, tunahitaji kusikia sauti ya Mungu. Basi Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana abariki kuingia kwetu na kutoka kwetu. Amen.